Bana, karibu tena kwenye kipindi chako bora kabisa cha Sema Nami, na hapa ndo kipindi pekee ambacho unaweza ukajua kuhusu maisha wa shairi, nini wanapenda, na sisi tutasema na wewe kwa lugha fulani au elimu na tamu kabisa. Uko na mimi mtangazaji wako Mr. Romantic, the king of poetry, former mashairi mahaba, kijana anaishi mapenzi na mapenzi anaishi na mimi, na siko peke yangu. Nipo na mtangazaji mwenzangu, malkia kabisa, mtoto mzuri, rangi ya mtume, amezaliwa Maka lakini moyo wake uko Madina. Wanamuita Raya. Mpo na mimi kwenye kipindi chetu pendwa hiki hapa. Mko na Raya Habib au wananiita Zanzibar Queen. You know what I'm saying? Sema Raya leo na vibe sana. Oh my god, yeah, na vibe lakini so muda wote. Tunataka kujua siri umekula nini. Yes, lakini kwenye hiki kipindi pia tupo na washairi. Kama ilivyokuwa desturi, tupo na washairi wetu pendwa kabisa, lakini mimi siwezi kuwatambulisha. Wao watajitambulisha na watatuambia wamekuja kufanya nini. Niko na brother na niko na msisteri mmoja mzuri kabisa. Raya, unazungumziaje kabla hatujapa nafasi ya kuonyesha wageni wetu? Unazungumziaje kuhusu wageni wetu siku ya leo? Kitu ambacho kimekuwa ni surprise bwana. Wageni wamekuja kama kapo, sijaelewa. Unajua binti amevaa stara mashallah, alafu amevaa kama mchungaji fulani hivi, yani kwenye uchungaji yupo. Nature imebalance. Oh my god. I get you. Nature imebalance fulani hivi. Sasa mimi natamani niwaambie jina lako, lakini natamani ujitambulishe kwa namna sahihi ambayo unahisi inafaa. Tupe ladha. Wanaita washairi, unajua wana jina lao, wanaitwa washairi wanaitwa malenga. Hebu tubariki na tungo fulani adhimu kabisa. Sura yake ni mithiri alfajiri yenye mwanga hafifu wa jua unaomulika. Safa mbili za milima uko nyuma mbandikwa. Tajiri wa nyama, maskini wa mifupa, hadhi yake si suria ni sultana, uzuri wake umesadifiwa kutoka pepo ya Firdaus umetukuka. Bwana, mimi naitwa Just Beka. Hapo kwenye tajiri wa nyama, maskini wa mifupa. Oh my gosh, mimi hiyo punch mimi imeni kama imeni au ni ya kwake au punch yake. Wewe mimi ni tajiri wa mifupa, tajiri wa nyama, maskini wa mifupa. Yeah, sure. Yes, okay. Mambo mzima. Mimi nafikiri nitambulishe kwa namna sahihi ambayo inakupendeza. Okay. Karbi. Now. Niambie uangalie connection. You are only connected with my bag. Na hiyo partner peke yangu niambie sishaichaga. Bwana, mimi naitwa Sharifa Ahali kutoka Tulivu Poetry. Yes, kama unasikia leo tupo na Just Beka, chef wa mashairi. Chef wa mashairi, lakini pia tupo na Bi Sharifa, Malkia wa Hisia. Mimi naomba Raya tuseme. Sawa. Kwa nini kila msanii ana hiyo chef ya mashairi? Ipi siri ya kuwa na jina la ziada nje ya jina lako? Kwenye Kiswahili fasaha wanaita lakabu. Sawa, sasa hili jina huaga linakuja. Mfano mimi kipindi na kufanya ushairi nilikuwa najiita Just Beka. Just maana yake nini? Just ile Beka ni bakery. Mimi professional yangu ni chef. Yaani napika kabisa masotojo. Kwa hiyo nasikia moja sifa unazopenda. Unajua kitu ambacho kimechekesha. Unajua mimi pika. Unajua napika. Unajua anachota ukoko. Unajua watu hatari sana. Okay, Ryan umeniingilia. Ryan, nasikia moja ya vitu ambavyo unapenda kwa mwanamume ni mwanamume anajua kupika sana. Kuna siri gani? Ushawahi kudate na mtu akakusifia kwamba unajua kupika? Bwana, sasa kinachokujaga ni kitu kimoja. Ujue mimi katika masuala mazima ya upishi kuna vitengo. Kuna watu wanaokaa barbecue, kuna watu wanaokaa main course, na kuna wale ambao sisi ndo ambao wanani wa bakery. Sasa kwa hiyo nikirudi nyumbani mtu akiniambia pika ubwabwa nikivurunda anaambia wewe chef hamna shot. Kwa hiyo mimi ukileta katika masuala ya cake, mikate, kuoka na nini, ndo vitu vyangu. Chapati hizi vitu vyangu. Maandazi nini ndio vitu napika sana. Sharifa, mimi swali langu kubwa ni kwamba umesikia mwamba anajua kupika. What's your favorite food? Yani unapenda mwanamume
ukijaliwa kuwa naye ambaye anajua kupika chakula gani sana? Napenda awe anajua kupika pilau. Hapo kaka nimefeli hapo. Okay, mimi napenda nijue Sharifa, ipi safari yako ya sanaa mpaka sasa, na watu ambao hawamjui Sharifa ni nani, imekuwaje Sharifa Malkia wa Hisia? Nataka nijue safari yako ya sanaa mpaka hapo ulipofika. Mimi sanaa nilianzia shuleni. Nilikuwa tu napenda kuandika ngonjera hivi mpaka nilikuwa darasa 6 nakumbuka. Nilikuwa naandika hivi ngonjera nini. Kwa mpaka nilipomaliza shule ya msingi, sekondari bado nilikuwa napenda kuandika. Hasa nilipomaliza shule kuna mkaka bwana alinivutia na mashairi yake. Ni mashairi tu ama kuna kitu kingine ambacho kimekuvutia? Mashairi jamani, tena ilikuwa kwa TV. Kwa hiyo nilikuwa namfuatilia kwa TV, nikavutiwa na mashairi yake, nikasema kumbe hiki kitu kinawezekana basi na mimi ngoja niendeleze. Kama hamasa. Yani alinihamasisha, yes. Okay. Kwa hiyo ndo hivyo. Baadaye nikija nikakutana naye mpaka sasa hivi najikuta nipo hapa. Safi kabisa. Just Beka. Naam. Umekuwa ukifanya shairi au mashairi kwenye tasnia kwa muda. Ndio. Sasa nataka nifahamu kwamba mpaka sasa ulipofika hapo, watu ambao hawajui kuhusu safari yako, ni changamoto zipi umepitia, na safari yako kwa jumla mpaka hapo ni mazuri yapi ambayo unaweza ukazungumzia kwenye tasnia? Cha kwanza, ukiwa unaanza kwenye tasnia ya ushairi, watu wanajiuliza kwamba kwa nini umechagua ushairi? Kwa nini sio kuimba? Kwa nini sio kuigiza? Kwa nini sio sanaa nyingine yoyote? Kwa nini ushairi? Mimi nimependa tu ushairi kwa sababu ushairi unaweza ukaelezea hisia zako, watu wakakusikiliza, wakakuelewa. Lakini ukiimba, umeimba imeisha. Lakini shairi ukiandika leo, utaperform hata miaka 10 na liperform kila unapoenda watu wanaona kama ni kitu kipya. Kwa sana ushairi mimi nimeipenda. Changamoto pia ya pili, yani watu wanaona kwanza watu wanauliza ina fedha, yani watu hawaamini kabisa kama kitu kina fedha. Kwa hiyo inakuwa ngumu kusupport, inakuwa ngumu kukuamini, lakini sasa hivi nashukuru Mungu kidogo na change vitu, maisha yanakwenda kwa hiyo ni kitu kizuri. Na ninawashauri vijana waingie katika hii tasnia ya ushairi kwa sababu ni tasnia nzuri na ina manufaa pia. Sio hauwezi kutoka kapa, tunasema. Hauwezi kutoka kapa. Mimi nina swali kwa Sharifa. Kipindi unasoma mami ulikuwa una ndoto zako katika maisha yako. Sasa hivi umejikuta upo kwenye ushairi, hii ni sanaa sasa. Nataka kujua ukitoa tu mashairi nini sanaa nyingine ipi ambayo unahisi umejaliwa ama umebarikiwa? Tuseme talanta, si ndio? Yes, katika mambo ya sanaa. Mimi talanta yangu nyingine ni kuchora. Talanta yangu nyingine ni kusuka, fanya makeup, mambo ya saluni yote anafanya. Ni makeup artist kabisa. Yes. Kuchora na kusuka umesomea pia? Kusuka tu, yani kusuka ilikuwa ni kipaji changu, ila nilichoenda kuongezea ni zile tu style ambazo mpya zimetoka. Kwa sababu mimi tangu nipo mdogo nilikuwa nasuka. Ila makeup ndo nimejifunza. Kuchora hina sijui. Najua tu kuchora picha za kawaida. Sio kusema ndo najua, hapana. Ila nani na idea. Kuna hii hapa watu wanasema kipaji bila elimu ni si kitu. Wewe kauli yako hii kauli yako umeikaje kwamba elimu na kipaji ama kipaji peke yake ama elimu peke yake? Kwako hii ipoje? Kwangu naona sini kujibuje hapo. Okay, ipo hivi. Kuna vipaji vingine bila elimu ni kitu. Lakini vingine si kitu. Kweli. Kwa wewe katika elimu na kipaji unachagua hivi kutokana na maisha sasa hivi ambayo unaishi wewe binafsi? Kipaji. Oh my God. Though nimemwelewa Sharifa, nafikiri anachomaanisha ni kwamba hizi elimu ambazo tunasoma shuleni, lakini kwa talanta yoyote kuna namna bora ya kujiongeza kwenye kile ulichokuwa nacho.
Masharifa alivyosema hapo, automatically amesema ni kitu ambacho pia amesomea. Yani amesema mimi nilikuwa najua kusuka, lakini kwa sasa nimejiongeza kulingana na hizi style mpya na nini. Kwa kila sehemu elimu pia ina nafasi. Mimi jambo langu kubwa nataka nijue, kila msanii unayemuuliza sasa atakwambia kuhusu changamoto za familia. Vipi nyinyi expectation, matarajio ya familia zenu zilikuwa zinawatarajia muwe vipi? Na sasa hizi leo mnafanya mashairi, wanayapokeaje? Au tuanze kwako Beka. Bwana, changamoto ni kubwa sana. Changamoto ya kwanza, wazazi wanajua. Si ulikuwa unataka kuwaaminisha kwamba wewe unafanya kitu fulani, washakuamini bwana, unajua. Hatua ya pili, wamekuona kwenye TV. Hatua ya tatu ni pesa. Sio kama unaelewa ile mwanzoni. Ile mwanzoni sanaa yote kipindi unaanza uwezi tu haraka ukawa unapata pesa. Ukiwa unaanza pale lazima kidogo na stage na nini. Kwa ukirudi nyumbani wanaamini una fedha ndugu yangu, amekuona kwenye TV. Kwenye TV ana fedha. Na so wazazi huyo mpaka ipo kwa jamii kabisa. Mtu anashakuona kwenye TV. Anajua kabisa wewe sasa ni boss. Una pesa. Vipi kwa Sharifa? Wazazi walikuwa wanakutarajia wewe nani, na saizi ulipokuepo unafikiri changamoto hizi? Kwanza wazazi walikuwa wanajua mimi baadaye nitakuja kuwa mwanajeshi. Okay. Lakini tangu niingie kwenye ushairi, yani kwenye sanaa. Sorry. Mwanajeshi. Kuna story unajua hapo? Unajua mtu wewe huwezi ukaamka tu ukasema mimi nataka kuvaa combat. Sio jambo jepesi. Wewe pia ulikuwa na hiyo ndoto ya kuwa mwanajeshi? Yes. Ulifanya hizo taratibu na kila kitu? Ndiyo. Yaani ilikuwa ukawa unapenda. Ilikuwa mapenzi yako na wanajeshi imetokea? Au yako? Yani ndugu yangu. Sijui nikuelezeje. Ile watu ningekuwa mwanajeshi. Baadaye ndo nikaja hivyo, ikatokea mambo ya sanaa basi ndo nipo huko. Lakini nilivyoingia kwenye sanaa, wazee wangu na ndugu zangu hata marafiki walikuwa hawaniamini. Kwanza walikuwa nahisi kwamba ni sanaa ni kupoteza muda. Alafu kingine walikuwa nahisi kama kutoka na uasherati, sio unaelewa Kwa yani mzazi ukimwambia bwana naomba niende kwenye mazoezi ya kitu fulani hakuelewi. Yapi matatizo matatu makubwa ambayo umekutana nayo kwa sababu ya sanaa? Ile misala unasema wewe msala mwanangu. Hadi sasa hivi nilipofikia. Yani nipe matukio yako best matatu yale kufika ukasema hii imo. Hii ni misala. Kwanza nilipokuwa form 1 nilipigwa sana na baba. Kwa sababu ya sanaa. Nilipigwa sana. Alinikuta naandika ushairi wa yule mtu ambaye ulikuwa sasa lile shairi lilikuwa yani kwa umri wangu lilikuwa bado. Kwa mzee huyu mtoto mbavu akaanza kunipiga sana. Okay. Mara ya pili nilipigwa na kitu kizito. Niliachwa. Okay. Kisa sanaa, yani kisa sanaa. Okay. Niliachwa. Kazi yako imekusaidia. Na mimi natamani kusikia nyingine kuhusu sanaa. Hebu katika harakati zako za sanaa tuambie katikati ya sanaa nini maana hizo zote mwanzo ulipoanza kupenda, then ulipoanza kufanya sanaa ukaachwa. Sasa sanaa yenyewe una struggle kwenye hizo hustling zako. Story gani ambayo unaikumbuka sana ilikuwa msala sana? Ipo lakini wewe kosa tu. Yani nimekuwa mtu wa kufuatiliwa sana na mpenzi wangu. Yani ananifuatilia kiasi kwamba sasa ni imezidi. Okay. Yani anakufuatilia mpaka anasema jamani, kwani mimi nikifanya hivi nakosea? Yani anakuwa ni mtu wa kunifuatilia. Sasa imekuwa ni kila sehemu naoenda nimwambie nafanya nini. Na yani kwa mfano nakula, sasa hivi nakula. Nikitoka hapa sasa hivi naenda chooni. Sasa hivi na zisipita dakika 10. Kulingana na changamoto za Sharifa, unafikiri ni sahihi mwanamke kutoa taarifa kwenye kila kitu anachofanya kwa mwanamke? Yani like nafanya 1 2 3 4 5. Na hivi ni anatoa taarifa au anaomba ruksa? Kama umeolewa labda mwanamke, inabidi uombe ruksa. Lakini kama
ni mtu ambaye hamjafikia katika swala zima la ndoa, inabidi umtaarifu kwa sababu ni mtu wako wa karibu, mpo katika mahusiano ya uchumba. Kwa hiyo ni swala zuri, sio baya. Kuna kutaarifu na kuna ruksa. Lazima ujue bwana mambo kama hayo. Utakuja kuingia kwenye ndoa bwana Rongo. Ashakwambia bwana mshairi kwamba kuna kutaarifu na kuomba ruksa. Kwa hiyo bwana bibi huyu utakuwa anaomba ruksa ama ana taarifa? Mimi natoa taarifa kwa sababu mimi bado sijaingia ndoani sasa. Sasa mimi kwa historia yako umesema uliachwa hapo. Hebu naomba utupe kionjo ambacho nafikiri kinaweza kuzungumzia mambo hayo ya kuachwa, kusalitiwa. Ndio mambo wanaofanywa wanawake. Wanawake wanalalamika sana haya mambo. Kusalitiwa na vitu kama hivyo. So tupe ladha. Okay. Maradhi yanisumbua. MRI imeshindwa kudodosa ugonjwa gani naugua. Naungulika na changu kifua, mzigo ni mzito imenishinda Mnyamwezi, sijui godauni lipi nitatua. Na kama kunijaribu ameamua. Yaani kama kuna waganga, maustadhi, makadhi au mapadri nitamhitaji aje niongoa kwa dua. Kuulalua moyo wangu ufedhuri amehitimu. Hata badilika hata atibiwe kwa kuhani na wanajimu. Kinachonisikitisha muda wangu kaniharibia. Fisadi, mfirisi, tapeli wa hisia, muda wote namfumania. Kauza uaminifu kwa bei nafuu ya uongo, kupigwa matukio ndicho nilichoambulia. Mnasema wanaume wote ni mbwa. Ila huyu mlaghai punda mateke yake fadhila, mjasiriamali wa mioyo wanawake kuitenda, amefanya desturi na mila. Bingwa wa hila gubu kunona bila sababu. Fakiri wa upendo fuadi kaupa adhabu. Furaha imekuwa thakiri, maumivu wa gharabu. Hajui kama wivu ni sunna. Atajuaje kupenda sana? Oh my god. Hatari sana. Noma sana. Hajui kama wivu ni sunna. Hajui Waje kupenda Thawabu. Hilo neno ni zito sana. Maneno mazito. Hajui kama wivu ni sunna. Utajuaje kama kupenda thawabu? Hayo ndio maana nasema kwenye kipindi hiki cha Sema Nami tutasema na wewe, lakini kwa maneno yasiyokuwa ya kawaida. Maneno ya mnyuzio bani, vitu kama hivyo. Kweli kabisa. Pole sasa. sana. Huyo huyo sasa ndo ambaye uliandika ile shairi, huyo ambaye ndo alikufanyia matukio. Yes, huyo ni mwanaume wangu wa kwanza kabisa ambaye hata familia yangu ilikuwa inaamini kwamba nitakuja kuwa naye kimaisha. Okay. Alikuwa anafahamika nyumbani. Hata marafiki zangu na baadhi ya ndugu, babangu na mamangu wote walikuwa wanamjua. Na alikuwa anakuja, yani tuseme kama tulikuwa tumeoana bila kutoleana mali. Yes, Tayari. Kama tukio mtihani. Aichekeshi lakini inabidi utabasamu. Amna, inanifikirisha sana kwa sababu sio kitu, unajua hakuna kuachana kuzuri. Hakuna kuachana kuzuri. Kwa matukio kama hayo, matukio ambayo ni mtihani sana. Beka. Naam. Beka wewe anacheka ajacho wewe. Wewe. Chakwambeni. Masotojo. Mshtiti kabisa. So Beka, mimi swali langu moja hasa kwenye concept tunataka kumsikiza Sharifa. Ndio. Ulizungumza vizuri sana kwenye kutoa taarifa na kwenye kuomba ruksa. Ndio. Kama wewe unakuja leo kuwa na mwanamke au msichana, vipi ni vigezo ambavyo unatazama kwa mwanamke kuwa naye kwenye mahusiano? Kwanza sauti yake ya chiriku ndo inivutie mwindaji. Sauti yake inanifanya mimi ni feli kwenye shabaha za udongoaji. Rangi yake yaliali na malai kitandani, speed yake ni 5G so kitonga cha wifi. Chiriku nikimpandisha na mtuliza kwa kumshika sikio. Kitanda akifanya matanga manakutwa kucha kwa keni kilio. Ndio. Mimi ni mfuasi wa ndege wanene wenye mikia mirefu ya kuvutia. Ala Chiriku asiwe mnene sana. Maana mimi naogopa kuhudumia. Penzi nitalitakatisha bila hata ya kubambika, nitalifua, nitalianika, likikauka nitamvisha kamwene huyo ndege yote 10 huwa nitahakikisha kuwa nampindisha madhabahu ya huba akitaka kuokoka. Kwa hiyo hizo ndo sifa kadhaa za mwanamke ambaye namtaka.
Sharifa Sharifa ndo mliongozana kwenda kweli Sharifa unakwama. Yaani njiani hujasema naye hata neno. Tumekutana hapo mlangoni. Mambo yanakuaga hivyo. Yanazungumzika mambo yanazungumzia sasa. Kuzungumzia mashairi mazuri kama yamekupa, umewahi kunufaika, ushawahi kutumia mashairi yako kujinufaisha kwa vyovyote? Nikisema hivyo unanielewa, sijui labda mashairi yako kupata mwanamke au mashairi yako maarufu huo kutumia kwa mbinu zozote mbaya kijana wangu? Bwana, kupitia mashairi kiukweli nishawahi kupata binti kupitia mashairi, na jina nitamuhifadhi lakini nishawahi kupata tena. Ilikuwa amenisikia kwenye radio akanicheki, au nicheki akaniambia bwana Just Beka, nimependa unachokifanya na nini, mimi nasema fulani. Kwa tukawa tuna chat, mwisho wa picha yakatokea tumechatishana. Tukachatishana, tukaingia katika kuhusiana kwa mpaka sasa hivi, ila bado hatuja anavuga. Unajua una muda gani tangu uanze kufanya sanaa ya ushairi? Paka sasa na almost miaka miwili. Okay. Miaka miwili, lakini pia nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nanufaika kupitia hii sanaa ya ushairi. Pia sinufaiki mimi peke yangu, kuna vijana pia wananufaika kupitia sanaa ya ushairi, kwa sababu kama sasa hivi kuna majukwaa mengi, lakini kama mimi pale na Sharifa tupo jukwaa moja la Tulivu Poetry. Kwa hiyo tunanufaika kupitia hilo jukwaa la Tulivu Poetry, kwa sababu kuna wasanii wengine pia wananufaika kupitia hilo jukwaa. Kwa sababu gani? Mfano mwezi uliopita tulifanya show tarehe 27, ilikuwa noma sana, watu walijaa na watu walienjoy. Lakini pia mwezi huu tarehe 30 tunafanya tena show. Kwa hiyo watu wanavolipia viingilio, tunavopata sponsors na nini, yani kwanza tunaomba sponsors waje kwa wingi, waje kusupport vijana ili waweze kufungua milango yao mingine ya kimaisha au ya kisanaa, kwa sababu kuna familia zinawategemea, kuna vitu vingi watu wanataka kutimiza ndoto zao. Kwa hiyo tunaomba kama kuna sponsors na nini wajitokeze ili kuweza kusupport ile jukwaa la Tulivu Poetry. Kwa hiyo tunajivunia sana tena sana washairi sana, tunajivunia. Mimi nitauliza swali chokozi. Tumekuwa tukibato poetry mara nyingi mimi na wewe. Lakini nikiambia utaje washairi watatu unaogopa aidha kubato nao ama washairi watatu ambao unaona ni washairi wa kali sana, nani unahisi kubato inaweza kama mtihani? Kwanza kabisa watu wasichokijua, kuna kiumbe mmoja hatari sana. Kubato naye inabidi utumie akili nyingi sana. Watu wanaona kitu chepesi, lakini anaweza kukumaliza ndani ya dakika 2. Ni Mr. Romantic. Ndani ya dakika 2. Mimi sana. Mimi ninachouliza artist wa tatu nje ya mimi of course. Ukimtoa yeye. Na nikimtoa yeye. Unahisi kubato nao itakuwa tani? Kama hakuna pia sema. Wa kwanza mtu hatari kabisa ni Famau. Famau bwana, ukibato naye ndugu yangu anakuwa, kwa sababu yule analani wewe unazungumza. Na ana sifa, anatamba kote jukwaa zima. Wa pili kuna yule mwamba yule alishiriki hadi Uni Talent na Isa alitokea kule. Mbonde. Yule mwamba speed ya kuongea kwake uone neno moja na maneno 10. Yule bwana ni mtu hatari. Kwa hiyo watatu labda watatu kuna bwana anaitwa Ben. Yule bwana naye ni mtu hatari sana. Anafanya Kiswahili na Kiingereza. Yule ni mtu hatari, anakuangamiza dakika 2. Mnatuagaje? Mnatuambia neno lipi? Au unasemaje? Right. Mimi tamani lakini anza Just Beka kutoa. Sasa hapo Just Beka, unajua raha tangu afike hapa hajaambiwa maneno mazuri. Hajaambiwa vitu vya kumfanya akatabasamu. Kwa hebu nionyeshe mwamba, sisi kwenye kikao cha wanaume tulikubaliana. Raya. Wahi ulishushwa kabla kuumbwa kwako. Toba. Faragha ilihitajika kwenye usanifu wa maumbile yako. Wewe mwanamke umekidhi kwenye vyote vigezo. Maana mbarikiwa sanaa, utamaduni na michezo.
acha nikwambie kwamba nakupenda. Nikabidhi moyo wako mimjenzi, niamini pendo lako nitalijenga. Una macho ya swala kiuno nyigu. Unanyuka pamba kama unafanya kazi uwasibu. Suti. Una sauti nyembamba ya ndege siesie. We mtoto usiogope kuniambia wapi palipopoa nishindilie. Pasichokijua kuhusu wewe kwamba wewe ni mzuri malkia. Na wewe ndio klauzi yangu ambayo umenifungulia mimi dunia. Una rangi ya banjara, stiki ya sizzla, mimi nakuita shifu wa mapishi maana mpaka kwenye kitanda unakaangiza. Sina jinsi mie mtoto wa Bagamoyo. Ndio. Hizo lips zimeshine zina ukonga wangu moyo. Ndio. Na mimi napenda hiyo sura yako ya matunda. Mimi nahisi udongo wa VIP ndo litumika kukomba. Na mimi napenda. Ungeenda. Toja kujua story. Okay. Brother umeonaje kipaji Jasbeka? Yuko vizuri sana mashallah. Amen. Yuko vizuri sana hadi mtume huyu wewe sasa kumwalika kwako futari. Ile kipindi cha Ramadhani utaogopa. Yaani umwamini hata kwenye Ramadhani aaminiki. Hiyo ni yani Aaminiki kabisa. kiwango cha juu kabisa. Baba mazito. Bi Sharifa. Unatuagaje habibi? Kama nilivyowaambia mimi bado sipo kwenye mapenzi yale ya usharada. Huyo mamba Kwa yani apigwe. mume wangu, mfariji wangu, kipenzi cha roho yangu, mfalme wa kasiri yangu, baba wa watoto wangu, dish wangu. Japo haya maneno ni matamu kuja kuyasikia, ila kwangu kila neno ni ishara ya kujutia. Hatua nilizopitia ni mithili ya kumchuna mbuzi ngozi ili yale hajajifia. Kwa nini? Kwa nini zile nitakupenda, nitakusikiliza, nitakulinda, nitakupenda, nitakuheshimu, nita hadi zako zilizoniliza zikaniumiza. Hivi kwa nini ulibadilika kutaka hata kunisikiliza? Mwangaza ulibadilika na kuakiza ulinipuuza badala ya kuniliwaza. Kwa nini? Nanyi familia kwa nini? Nilimpikia huyu, nilimfulia huyu, nilimlelea huyu, hata alipougua haki zake nilimtimizia huyu. Anataka nini huyu huyu? Nikiuliza kwa nini mnasema fyata mdomo wako, natuaibisha wazazi wako, huyu ni mume wako, halali yake kukupia kwa sababu jamani. Sharifa noma sana. Ni talent kubwa, umebarikiwa kipaji kubwa sana cha shairi. Kama nakuwa mwazi kabisa. Raya sema neno. Sina neno kwa kweli. Nimefurahi sana kuwaona hapa kwenye Stylish Media. Yes, Tumefurahi sana. Mr. Beka pamoja na tumefurahi sana leo kusikika na kuonekana kwenye hii Stylish Media. Tumefurahi sana. Sana. Hapa ni nyumbani. Kabisa. Nyumbani. Sasa bana Sharifa, najua ulikuwa unajiuliza kuhusu utangazaji wako hapa. Tumekuwa tumemsifia Raya. Kwa Raya bana ni mshairi pia. Ana mambo mazito ambayo mimi nafikiri mnaweza mkaendana kwenye hayo mambo. Oh my God. Raya umemwona kabisa Sharifa ametendwa. Sasa una kitu gani cha kumwambia kwa mfumo wa mashairi kuhusu huyo aliyemtenda? Huyo mwanamume umezunguka mmemoto. Kwa nafikiri hebu mwambie jambo la kuhusu huyo mwanamume wake. Okay. Mwanamume wake mwanangu mimi sababu sio peke yake ambaye ametendwa. Okay. So labda ni mwadisi story kuhusu hata mwanamume wangu mimi lakini kama tumeacha naye kwamba anamaliza bando picha zangu kuziangalia, hao jibustishe, niwezeshe, songesha, nivushe, wameshindwa kumvusha kwenye haya mahusiano, haja move on. Haachi kunifuatilia leo natoka na nani, eti mchana nakula nini, eti na date na nani, kwa marafiki zangu kutokucha kuniulizea. Nyesi mnasema ex ni mbwa. So kama ex ni mbwa basi wangu mimi ni mbwa koko. Dume la kuwili sokomoko. Haviumi vyake viboko, tabia za kichokochoko. Maneno mengi Sharifa. So hata kama ungekuwa ni wewe ungekubali kila siku kimoko? Hapana, naondoka kabisa.
wanashauriana Sasa wanatoa siri za kikao. Tuendelee. Oh my god. Mimi naomba tu niulize swali. Eti mimi ni makombo? Hapana. Mimi sio makombo jamani, lakini huyu bwana haya mambo hayawezi, ni kama tu ananipaka shomo. Mavazi yake ni muhali. Ana tabia za kivulana, kuvalia makalioni, suruali. Yes, najua mnajiuliza vipi awali niliweza kumkubali, lakini si hata nyinyi mnajua kwamba duniani kuna siku mbaya unakutana na ajali. I think, oh my god. Safi. Yuko vizuri sana jamani. Kumbe. Sasa Sharifa, najua umeumizwa sana, lakini mimi nisingependa uondoke hapa stylish bila kukubembeleza kile nyote. Mitara sasa hiyo. Orba. Huyu mwanamke halwa yake niko radhi nifilisike, kama kuipenda ni dalili ya umaskini. Tende zangu anazimung'unya huyu mtoto, ananisakama mpaka usingizini. Niko hatarini kuugua kisukari, vile nimemkusudia, hata kama angekuwa Lamata basi kwangu hatolipata jua kali. Na mwaka huu nina mpango wa kuwa jambazi. Sio tu kuteka moyo wake. Ninaumia kila mwisho wa mwezi kuwa analalama na kugumia, hivyo nina mpango wa kuziteka siku zake. Oh my god. Na alivyokuwa mzuri kumtazama siwezi choka. Yeye ni muunganiko wa malighafi ya Nicole na Sanchoka. Ngari zaidi ya Sakina Warioka. Ninampindisha madhabahu ya huba akitaka kuongoka. Huyo mwanamke kuna vitu anakula lakini hali nauli. Ni mwanamke mwaminifu. Amemzidi Leila bin Majnun penzi lake la uadilifu. Hainifi safura yake chumvi. Si tende si asali. Si sukari si achali, ladha yake hainikifu. Ametimiza kile kigezo tunapenda wanaume wote, kwamba mwanamke sharti awe mnyumbulifu na usiku huwa tunafanya shura takatifu. Ananipa mawanda sijafika huyo mwanamke mbunifu. Kakubali. Kanyosha mikono. Na kama unavyoona Sharifa, hadhi yake sio dada wa Sinza wala Mikocheni. Ndio. Na Navastara, kwa hiyo hadhi yake ni Mlimani City. Na Sharifa, ukinipa mimi hakikisha sisiti nitakufikisha kile. Bwana, hii ni Sema Nami na nilikuwa na washairi Sharifa pamoja na Just Beka. Lakini mimi naitwa Mr. Romantic, the king of poetry, former wa shairi mahaba, kijana anaishi mapenzi na mapenzi yanaishi na mimi. Utakuwa na sisi Stylish Media na sisi tutakuletea kwenye mtandao wako. Hakikisha unatufollow mimi, naitwa Mr. Romantic, Instagram naitwa Mr. Romantic 77, TikTok Mr. Romantic 77, lakini pia kwenye mitandao yangu yote unaweza kunipata hivyo. Kisipo mwenyewe nipo na mwanamke hapa anakuambia rangi yake ya mtume, kama nilivyosema rangi yake ya malai. Unasemaje? Rangi yake ya malai. Okay, ulikuwa na mimi pia kwenye kipindi chako pendwa sana cha Sema Nami. So naomba usiache kutufuatilia kutazama kwenye kipindi chetu hiki cha Stylish Media. Ulikuwa na mimi Raya Habib ama Zanzibar Queen. Instagram na TikTok utanipata kama Zanzibar Queen au Raya Habib. Hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya Stylish Media. Mpaka muda mwingine tena. Ciao. Ciao.